Watu wengi wanaamini kwamba uungu wa Yesu Kristo unaanza katika Agano Jipya. Lakini je, Agano la Kale tayari lilikuwa linamfunua? Kuanzia maandiko ya Musa hadi kwa manabii na katika Zaburi, maandiko yanaonyesha dalili za yule aliyekuwa anakuja. Ni nani malaika wa Bwana? Kwa nini Agano la Kale linazungumza kuhusu mwana wa kiungu? Na manabii walimshuhudiaje kabla ya Bethlehemu? Si tu kama Masihi, bali kama Mungu mwenyewe aliyefunuliwa katika maandiko muda mrefu kabla ya Agano Jipya. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Nipate kuwakaribisha tena katika mfululizo wa mafundisho mengine, mfululizo wa masomo mengine ambao tumeyapatia kichwa kinachosema ufunuo wa Yesu Kristo. Katika series hii, katika masomo haya tutakwenda kutazama jambo moja kubwa ambalo pia limekuwa likisumbua watu ndani ya imani ya Kikristo, lakini pia nje ya imani ya Kikristo. Na uungu wa Kristo. Katika series hii tutakwenda kutazama kuanzia Agano la Kale hata Agano Jipya ambavyo kwa pamoja yanaweza kushuhudia kile ambacho maandiko matakatifu yanatushuhudia, ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Mungu katika mwili. Watu wengi hawana ushuhuda wa maandiko, lakini katika series hii tutakwenda kutoa maandiko mengi na shuhuda nyingi ndani na nje ya Biblia. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Hivyo nichukue nafasi hii niwakaribishe tuweze kuomba, tunapomkaribisha Roho Mtakatifu ambaye kwa yeye pekee tunaweza kwenda kujifunza somo hili na kulielewa vyema. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tupo tena mbele zako tukiinua jina lako na kulitukuza. Katika mfululizo wa masomo haya tunakuomba ukakae nasi, ukatufundishe na ukatufunulie mwanao na sifa zake, na mwisho wa siku sifa na utukufu zikakurudie wewe. Naomba katika jina la Yesu. Amina. Katika somo la kwanza hili nimepatia kichwa kinasema Mungu katika mwili. Mungu katika mwili. Katika kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 2 tunasoma maneno yafuatayo: lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa mujibu wa Isaya, moja ya vitu ambavyo wanadamu wengi wanavitamani ni kumwona Mungu, na hili swala Mungu analitambua. Lakini leo tunashindwa kumwona Mungu kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya uovu wetu. Kwa sababu hiyo basi, Mungu aliweka mpango ambao kwa huo ungeliweza kutuwezesha sisi kukaa pamoja naye ingawa tuna dhambi. Sikia, katika kitabu kile cha Yeremia sura ya 5 mstari 25 tunasoma, maovu yenu yamegeuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema mema yasiwapate. Sikiliza, Yeremia pamoja na Isaya wanashuhudia ya kwamba changamoto ambayo inatukabili sisi katika kuzungumza na Mungu au kuonana na Mungu uso kwa uso ni maovu yetu. Swali, nani chanzo cha maovu au nani alisababisha maovu? Tunajua ya kwamba mwasisi wa maovu ni Shetani, lakini kwa sababu wazazi wetu wa kwanza walimsikiliza Shetani, na sisi tunaingia katika mkumbo wa kuwa moja ya wana wa uovu. Kwa hiyo Mungu alipokuwa ameona namna ambavyo Shetani amemdanganya mzazi wetu wa kwanza au wazazi wetu wa kwanza, na kutumia njia ya hila na ujanja kuwatenganisha yeye na watu wake, Mungu akatengeneza mpango ambao kwa huo Adam angeliweza kupata nafasi nyingine ya kuweza kuonana na Mungu uso kwa uso kama ilivyokuwa kabla ya uasi wake. Na huo mpango ndio ambao tunakwenda kuutazama katika somo hili, na huo mpango ndio ambao tunakwenda kuutazama katika masomo haya yote. Sikia, katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 12 tunasoma, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Haya mafungu yanatufunulia kwamba ni shauku ya mwanadamu kumuona Mungu, lakini kwa hakika tangia anguko hakuna mtu aliyeweza kukutana na Mungu uso
kwa uso. Na sio tu wanadamu, lakini Mungu pia anatamani kukaa nasi, lakini kwa nature yake na kwa asili yake haiwezekani kwa yeye kukaa nasi. Na hivyo Mungu katika upendo wake, maana Biblia inatuambia Mungu ni upendo, akaandaa mpango sio tu kwa ajili ya watu fulani, lakini pia kwa ajili ya ni kwa ajili ya wanadamu wote waweze kupata nafasi ya kuweza kuonana naye na kuzungumza naye uso kwa uso. Kwa hiyo shauku ambayo wanadamu wanayo ya kutaka kumwona Mungu ndiyo shauku hiyo hiyo ambayo Mungu anayo katika kukaa na watu wake, kwa sababu halikuwa lengo la Mungu kwa yeye kujitenga na wanadamu, bali ilikuwa ni lengo la Mungu kuchangamana na viumbe wake, hasa binadamu. Katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 9 tunaambiwa, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mpango huo, wapendwa, kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni Kristo Yesu mwenyewe, na ndio maana Yesu anasema mimi ndiye mlango. Mlango wa kwenda wapi? Mlango wa kwenda mbinguni, ambako tuna uwezo wa kukutana na Baba ambaye watu wengi wanatamani kumwona. Katika kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa 6 tunasoma, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndicho ambacho Yesu anatueleza. Kwa hiyo Mungu aliweka mpango, na huu mpango ni kutengeneza njia na mlango ambao utamsaidia yeye kuweza kukutana na watu wake ambao wameanguka katika dhambi pasipo kudhurika. Na mpango huo haukuwa mwingine bali ni ufunuo wa Yesu Kristo. Sikia, katika kitabu cha Waebrania sura 12:2 tunasoma, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kudharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Kristo alipokuja alianzisha imani. Na tunapozungumzia kuja, hatumaanishi kipindi alichozaliwa, kwa sababu Yesu alishawahi kutokea na kujidhihirisha na kuja duniani mara kwa mara kabla hajazaliwa pale Bethlehem. Na alipokuwa anakuja, alikuja kuanzisha imani. Kwa hiyo imani yetu sisi imeanzishwa na Kristo Yesu ambaye ndiye mpango wa Baba, ambao kwa huo tunaona inapatikana njia ya sisi kwenda kwa Baba. Na tunaambiwa Kristo alipokuja alikuwa yupo radhi kustahimili aibu, kustahimili msalaba. Kwa lugha nyingine, kuna changamoto ambazo Kristo alipata kuzipitia katika kuanzisha imani hii, na changamoto hizi alianza kuzipitia hata kabla ya kubeba msalaba. Ndicho ambacho Paulo anatueleza katika kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 3 tunasoma, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana katika kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, na aliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ndivyo ambavyo Yuda anatuambia. Kwa hiyo Yuda anatuambia wakati Kristo ameanzisha imani hii, tangia Agano la Kale na hata Agano Jipya, kumekuwako na vita, kumekuwako na mashindano ambayo yametokea kati ya nguvu mbili ambazo zipo hapa duniani. Kwa hiyo wa manabii pamoja na mitume wanatusii na kutusisitiza yatupasa tusimame tukaishindanie imani. Kwa bahati mbaya sana, Wakristo wengi leo hawashindani. Wakristo wengi leo wamelala. Sikia, katika kitabu cha Ibrania 12:1 tunaambiwa, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile izingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Haya mashindano yanahusu nini? Sikia, katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 4 tunasoma, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushindana na ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa hiyo mitume wanaendelea kusisitiza na kurudia kuwakumbusha waumini na wafuasi wa Kristo ya kwamba tusilale, kwa maana imani yetu ipo katika mashindano, ipo katika kipimo, ipo katika vita ambayo inaendelea katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo Paulo anakwenda kutueleza. Sikia, katika kitabu cha Matendo sura 17 mstari wa 3 hadi 4 tunasoma, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo akiojena nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3,
akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. Tunaambiwa wengine miongoni mwao wakaamini, wakashikamana na Paulo na Sila, na Wayunani waliomcha Mungu wengi sana, na wanawake wenye cheo sio wachache. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, tunapoambiwa tuingie katika mashindano, sio mashindano ya vita kwa maana ya kupigana ngumi na makofi na kurushiana maneno machafu. Anachokizungumza Paulo, anachokizungumza Yohana, kuingia katika mashindano ya kuzungumza na watu, kuhojiana na watu, kujadiliana katika kuangalia upi ukweli na upi sio ukweli. Lakini majadiliano hayo, kitovu cha majadiliano hayo kisiwe kingine bali ni Kristo Yesu. Na hayo ni mambo ambayo yalianza kipindi cha mitume, kabla mitume, na hata sasa yamekuwa yakiendelea. Katika kitabu cha Matendo 17:12 hadi 17 tunasoma, mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya, nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone ya kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Basi watu wengi miongoni mwao wakaamini, na wanawake wa Kiyunani wenye cheo na wanaume pia si wachache. Ndicho ambacho tunaendelea kufunuliwa na maandiko matakatifu. Ndivyo ambavyo Biblia inatufunulia ya kwamba tunapokuwa tunakwenda kujifunza, tunapokuwa tunakwenda kuwapelekea watu neno la Kristo Yesu, tusitegemee sana watu waamini. Kwa maana Yesu Kristo alisema, nendeni mkamwage mbegu, nendeni mfano wa mpanzi, mwageni mbegu. Wapo watakaoamini na wapo ambao hawatoamini. Lakini pia tunaelezwa ya kwamba mtakutana na watu ambao sio watu wa kuwapelekea tu maneno, ni watu wa kuchunguza maandiko. Hawa watu wamepewa jina linaitwa Waberoya. Kwa hiyo tunapokuwa tunakwenda kuzungumza na watu, lazima tuwe tumejipanga. Ndicho ambacho mitume na manabii wanatuambia ya kwamba jipangeni, vaeni silaha. Kwa lugha nyingine, someni maandiko, kuweni watu wa maombi mnapokuwa mnapeleka ujumbe, hasa ujumbe unakuwa unamuhusu Kristo Yesu. Na tunaelezwa ya kwamba unapokutana na watu wanaoitwa Waberoya, ni watu wa kuchunguza maandiko, wanasoma na kuchunguza, na wanapokuja kufanya maamuzi, wanafanya maamuzi ambayo yamejengwa katika misingi iliyokomaa, na ni ngumu sana kuwatoa watu kwenye mstari ambao wanachunguza maandiko kinaga ubaga. Katika kitabu cha Matendo 17:6-7 anasema, na walipowakosa wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika huku nako, na Yasoni amewakaribisha. Na hawa wote watenda mambo yaliyo kinyume cha amri ya Kaisari, wakisema kwamba yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu. Kwa Biblia pia inaendelea kutufunulia kwamba watu ambao wanapeleka neno la Mungu, hasa linalomuhusu Kristo, wale wanaomhubiri Kristo waziwazi bila chenga, mara nyingi wanakutana na changamoto. Moja ya watu ambao wamekutana na changamoto ni Paulo, lakini pia Sila waliweza kufungwa gerezani, waliweza kupigwa. Lakini tunaelezwa pia wale wanaopokea kweli na kuanza kuifanyia kazi kweli, pia wanaingia katika changamoto ya kukamatwa, changamoto ya kupigwa, kama ambavyo Yasoni aliweza kufanya. Lakini pia Biblia inatufunulia kwamba kumbe dini ya Kikristo ni dini ambayo ilipindua ulimwengu, na ulimwengu kwa mujibu wa maandiko matakatifu unamilikiwa na muasi Shetani. Kwa Shetani anapoona Wakristo wanaendelea kupambana kumtangaza Kristo jemedari wao, Shetani anachukia na kuwakamata Wakristo na kuanza kuwaangamiza, lakini pia kuwatesa. Na ndio maana tunaambiwa tuendelee kupambana, kwa sababu haya ni mambo ambayo yapo na yataendelea kuwapo. Kumbuka, Yesu alistahimili msalaba. Katika maandiko matakatifu, kitabu cha Waefeso sura 6 mstari wa 13 tunasoma, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 tunasoma, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.
Kwa hiyo Biblia inatufunulia kwamba tunapokuwa tunakutana na changamoto hizi kama Wakristo, tunatakiwa tujue, badala ya kuanza kuona hawa binadamu wanatutesa, yatupasa kujua ya kwamba nyuma ya binadamu wanaotutesa, yaani wafalme na wakuu wa nchi watakaotutesa na waliowatesa Wakristo wa mwanzo, nyuma yao alikuwako Ibilisi. Nyuma yao wapo mapepo ambao hawa mapepo hawakubaliani na hawatokuja kukubaliana na injili inayomuhusu Kristo Yesu ambaye ndiye njia na mlango wa kwenda mbinguni. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:16 tunaambiwa, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Kwa mujibu wa Paulo katika kitabu cha Timotheo, kitovu cha vita na mashindano ni swala zima la Mungu kuvaa mwili. Hili lilianzia mbinguni na linaendelea duniani. Ugomvi wa shetani na Mungu ni swala la Mungu kuvaa mwili. Shetani hataki kukubaliana na ukweli kwamba Kristo Yesu ni Mungu katika mwili, na hivyo anawashawishi watu duniani waamini kile ambacho yeye anakiamini. Kwa bahati mbaya sana, hawapatii binadamu, hawapatii watu nafasi ya kujifunza neno. Kwa hiyo ili waweze kuungana naye, anahakikisha anawafanya watu wanakuwa wavivu na wanaachana na maandiko matakatifu na kuangalia mambo ya ulimwengu. Narudia tena, kitovu cha vita na mashindano ni Yesu Kristo. Yesu Kristo kama nani? Swala la Yesu kuwa ni Mungu aliyevaa mwili. Hivyo katika masomo haya tutakwenda kuchambua kinaga ubaga kile ambacho Biblia inasema na mashuhuda wa Biblia wanachokizungumza. Sikia, katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4:2 tunaambiwa, katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikirio ya kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Kwa hiyo Biblia msimamo wake ni huu: wewe unayejiita Mkristo, imekupasa uamini ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu aliyekuja katika mwili. Usipoamini hivyo, wewe ni Mkristo jina, in fact wewe si Mkristo. Sikia, katika kitabu cha waraka wa pili Yohana 1:7 inasema, kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Haya ni maandiko mawili, vitabu viwili vimeandikwa na mtu mmoja kwa maana ya Yohana, lakini ni barua mbili tofauti ambazo zote zinashuhudia kwamba wao wanaodai ya kwamba Yesu hakuvaa mwili, wao ni waongo, ni wadanganyifu. Ndicho ambacho Biblia inasema. Kwa hiyo wewe ukitangaza kwamba mimi ni Mkristo, basi imekupasa kuamini ya kwamba Kristo Yesu ni Mungu aliyevaa mwili. Utaniambia, lakini shuhuda ziko wapi? Maandiko yako wapi? Na ndio maana tumeleta masomo haya, watu waweze kujifunza maandiko kinaga ubaga na tuweze kumtazama Kristo katika jicho la pili, tofauti na ambavyo watu wengi wanamtazama. Sikia, katika kitabu cha Matendo 15:2 nasema, basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu akaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Ndicho ambacho Biblia inaniambia ya kwamba katika changamoto za kuelezea kile ambacho Biblia inakisema kuhusiana na Kristo, tunashauriwa kuenenda kwa mitume, lakini pia tunashauriwa kuenenda kwa wazee. Na hawa wazee ndio ambao wanajulikana katika historia kama early church fathers, wazee wa kanisa la awali, ambao kimsingi walikuwa ni wanafunzi wa mitume. Lakini pia tunaongezewa ya kwamba roho ya manabii huwatii manabii. Kwa hiyo kama mitume wanazungumzia swala la uungu wa Yesu na wazee wanazungumzia uungu wa Yesu, bila shaka tunapaswa kutazama ushahidi wa manabii kabla ya mitume ambao unashuhudia ya kwamba Yesu ni Mungu. Sikia, katika kitabu cha Danieli sura 9 mstari wa 2 tunasoma, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu
Twendeni tukaanze safari hii tukichambua vitabu ndani ya Biblia na nje ya Biblia na kuangalia mashuhuda katika nyakati tofauti tofauti ambazo waliweza kushuhudia kile ambacho mitume, manabii na wazee walichokisema. Katika kitabu kinaitwa The Triune God kilichoandikwa na Edmund Fortman, anatueleza maneno yafuatayo: wazee na mitume walikuwa ni mashuhuda wa maandiko wenye imani, walitoa ushahidi thabiti wa imani yao. Ndivyo ambavyo Edmund Fortman anatueleza katika kitabu kinaitwa Encyclopedia of Religion, ukurasa wa 53 pale tunaambiwa swala hili, yani la wazee, lilichochewa zaidi na zaidi juu ya imani kuwa Kristo alikuwa Mungu, pia baadaye kuwakilishwa na Roho Mtakatifu. Tutakuwa na series nyingine Mungu akiruhusu, ambako tutazungumzia Roho Mtakatifu, lakini series hii pekee tutakwenda kutazama uungu wa Kristo Yesu. Katika kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 3 tunasoma, naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami, na Clement naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Kwa Biblia, moja ya wazee ambao inawataja kwa jina ni mzee Clement. Twende tukawaulize hawa wazee wa kanisa la awali, alafu twende tukatazame, je, wanachokifundisha kinapingana na maandiko matakatifu? Sikiliza. Mzee Clement wa Alexandria anatuambia, neno ambaye mwanzo alikuwa Mungu haswa, sasa amekuja kama mtu, yani Mungu pia mtu, mwasisi wa kila mbaraka. Neno ambaye hapo mwanzo alikuwa ndiye muumbaji wetu, ametokea sasa kama mwalimu. Ndivyo ambavyo Clement wa Alexandria anasema. Sikia, Clement anaendelea kusema, alichukiwa kwa muonekano wake, lakini kiuhalisia alipendwa. Yesu mpatanishi, mkombozi, msameheaji, neno wa Mungu, yeye ambaye ni wazi kuwa alikuwa Mungu wa kweli, yeye ambaye yupo sawa na Mungu wa malimwengu kwa sababu alikuwa ni mwana wake. Ndivyo ambavyo Clement wa Alexandria anashuhudia kuhusiana na uungu wa Yesu. Hawa ni early church fathers. Lakini pia mzee mwingine anaitwa Ilianus. Ilianus anatuambia, neno aliyevaa mwili akatangazwa na manabii wote, mitume, hata Roho mwenyewe. Tumeona katika maandiko kuwa hakuna mtoto kati ya watoto wa Adam ambaye alikabidhiwa kila kitu akaitwa Mungu ama Bwana. Ndivyo ambavyo tunaambiwa. Ilianus aishia hapo, anatuambia Kristo Yesu ni Bwana wetu na Mungu wetu, Mwokozi wetu, mfalme. Hawa wanaitwa early church fathers. Wanashuhudia wazi ya kwamba Kristo Yesu alikuwa ni Mungu kamili ambaye alikuja katika mwili. Je, mafundisho haya yanaendana na kile ambacho mitume waliweza kufundisha? Sikia, katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 tunasoma, hapo mwanzo kulikuwako na neno, na neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Katika mstari wa 14 tunasoma, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa mujibu wa Biblia na kile ambacho Yohana anakiandika ni kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. In fact, naye neno alikuwa Mungu, lakini huyu neno baadaye akavaa mwili. Yaani Mungu anakuja anavaa mwili, kama ambavyo Paulo anatuambia katika kitabu cha Timotheo, kama ambavyo tumesoma Timotheo wa kwanza 3:16, ya kwamba huyu neno alikuja akavaa mwili, akaonekana kana kwamba ni mwana wa Baba. Huyu neno sio mwana, ila akaonekana kama mwana, kwa maana hakuumbwa bali alivaa mwili. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 7 inasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Kwa mujibu wa Paulo, kwa mujibu wa Yohana, kile ambacho wazee wanakizungumza kuhusiana na neno kuvaa mwili na kuwa mfano wa mwanadamu ambaye alikuja akajulikana kama Kristo Yesu ni jambo sahihi. Warumi sura ya 9 mstari wa 5 inasema, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Kwa mujibu wa mitume, kwa mujibu wa early church fathers, Yesu Kristo alikuwa ni Mungu katika mwili halisi. Sikia, Yohana sura 17 mstari wa 5, Yesu anatuambia maneno yafuatayo. Yesu anasema,
na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Naomba unote, Yesu anasema kile ambacho Yohana anakisema ni sahihi, kwa maana yeye alikuwako pamoja na Baba kabla ya uumbaji, na alikuwa na utukufu uliofanana na Baba. Sio maneno ya Yohana, sio maneno ya Paulo, ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Sikia, katika kitabu kingine, barua nyingine ya mzee mwingine wa kanisa la awali anaitwa Melito, tunasoma yeye ambaye alitundika ulimwengu angani alitundikwa, yeye aliyekongomea mbingu alikongomekwa kwa misumari, yeye aliyeweka dunia katika misingi yake aliwekwa msalabani. Bwana wa yote kwa vyote alijishusha katika udhalilishaji, akaanikwa uchi. Ni bila shaka Melito anajaribu kutuelezea kile ambacho Paulo na mitume wengine wanajaribu kukieleza, ya kwamba huyu Mungu aliyekuwa muumbaji, Mungu ambaye alivaa mwili, alijishusha katika udhalilishaji. Melito anaendelea kusema, huyu ndiye aliyeumba mbingu na nchi, hapo mwanzo akiwa na Baba walimbuni mtu. Huyu ndiye yule aliyetangazwa na sheria pamoja na manabii ya kwamba atavaa mwili kupitia bikira, yeye aliyetundikwa katika nchi, akazikwa na akafufuka kutoka kwa wafu na kukaa katika mkono wa kuume wa Baba. Swali, je, mzee Melito anapingana na Biblia? Katika kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 2 tunasoma, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kwa mujibu wa wazee wa kanisa la awali, wote wanashuhudia kwamba Kristo Yesu ndiye aliyekuwa muumbaji. Sikia, katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 3 tunasoma, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Katika kitabu cha Wakolosai 1:16 tunasoma, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Ndivyo ambavyo mitume wanafundisha, ndivyo ambavyo early church fathers walifundisha. Early church fathers walikuwa ni wanafunzi pia wa mitume. Mzee mwingine anaitwa Tertullian. Huyu alikuwa pia mwanasheria wa Rumi ambaye baadaye alikuja akaongoka, akabatizwa, akaanza kusambaza Injili. Anasema, Kristo ni roho katika roho, Mungu wa miungu, akajitoa akaja kama mwana wa Mungu. Hili alimfanya yeye kuwa mdogo katika ukuu, maana kiasili anabaki vivyo hivyo kama ilivyoelezwa katika zama za kale kwamba bikira atachukua mimba na uungu utakuwa umeunganishwa na ubinadamu. Huyu anaitwa Tertullian. Tertullian anaishia hapo, anasema, kwa maana tunafahamu wote kuwa Mungu pekee ambaye hana dhambi na mtu pekee ambaye hana dhambi ni Kristo, kwa maana Kristo ndiye Mungu. Hii ndiyo misimamo ya wazee wa kanisa la awali, wapendwa katika Bwana. Isaya 9:6, huyu ni nabii ambaye alipatikana katika kitabu cha Agano la Kale, anatuambia, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Hili ni moja ya andiko ambalo watu wanachanganyaga wakisema, umeona, kumbe Yesu pia ni baba. Tutakwenda kulidiskasi hili somo na hili andiko kiundani katika mafundisho yanayofuata, lakini Isaya anachoshuhudia ni kwamba atazaliwa mtoto na huyo mtoto atakuwa Mungu. Kwa lugha nyingine, Isaya anashuhudia kwamba kumbe Mungu anaweza kuvaa mwili na kukaa kwetu. Katika kitabu cha Isaya sura 7 mstari wa 14 tunasoma, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Na ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 23 tunaambiwa neno Imanueli maana yake Mungu pamoja nasi. Ndivyo ambavyo maandiko yanasema kuhusiana na Kristo Yesu. Sikia, mzee mwingine anaitwa Ignaz. Ignaz anatuambia, kwa maana Mungu wetu Yesu Kristo alikuwa tumboni mwa Mariamu kama ulivyokuwa mpango wa Mungu iwe, yaani awe familia ya Daudi, lakini pia familia ya Roho. Inafurahisha kuona namna ambavyo hawa wazee wa mwanzo wa kanisa, jinsi ambavyo walisimamisha imani na kuongea bila woga
kile ambacho wanakiamini. Lakini inasikitisha Wakristo leo ambao wanashindwa kusimamia kile ambacho maandiko matakatifu yanakisema, eti kwa sababu wanakejeliwa, eti kwa sababu wanadhiakiwa. Wapendwa katika Bwana, yatupasa turejee katika maandiko matakatifu, tusome mambo ambayo wazee wa zamani waliyaamini, kwa maana katika hayo tutakao tuwezesha kusimama katika hizi siku za mwisho. Mzee Ignatius anaendelea kusema, kwa maana Mungu wetu Yesu Kristo anaonekana sasa kwa uzuri wake tofauti na akiwa na Baba. Mzee mwingine ambaye kwa hakika aliweza kuhubiri Injili anaitwa mzee Origen, anatuambia Kristo katika siku zake za mwisho aliufunua mwenyewe utukufu wake, ya kwamba yeye alikuwa ndani ya mwili, maana alikuwa ameuvaa tu. Ingawa alikuwa mtu, bado kiasili alikuwa ni Mungu kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Origen anaendelea kusema ni nani mwingine aliyepaswa kuja kama sio Kristo? Lakini na mtu awaye yote asikwazike tunaposema Mungu ni Baba, lakini pia Mwokozi ni Mungu. Kama ambavyo Baba alivyo mtakatifu, mtu awaye yote asikwazike tunaposema Mwana wa Mungu pia ni mtakatifu. In fact, tumesoma andiko Yohana sura 17 mstari wa 5 ambao Yesu anadai na kutangaza wazi ya kwamba ana utukufu sawa na Baba. Sikia, katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 19 mstari wa 15 tunasoma, jambo na lithibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Sikiliza, twendeni tukawaulize wanahistoria. Wanahistoria kwa maana ya watu ambao hawakuwa Wakristo, lakini waliishi kipindi ambacho Wakristo walikuwa wameibuka na kuanza kusambaza Injili. Wao wanatueleza nini kuhusiana na Ukristo, kuhusiana na Wakristo wa mwanzo? Nikianza na mwanahistoria anayejulikana kwa jina la Tacitus, yeye anatuambia ili kumaliza tetesi na maneno yaliyopata kusambaa, Nero ambaye alikuwa ni mfalme wa Rumi alianza kuwatesa na kuwaadhibu kikatili pasipo huruma kundi la watu waliopata kuchukiwa na kutengwa na jamii, kundi la watu walilojiita Wakristo. Kwa hiyo hapa tunakutana na historia ya Wakristo wa mwanzo ambao walianza kuuawa na kushambuliwa kwa sababu ya kile ambacho wanakiamini. Swali, kwa mujibu ya hawa wanahistoria wa mataifa, Wakristo wa mwanzo walikuwa wakiamini nini kilichopelekea wao watengwe? Sikia, mwanahistoria anaitwa Pliny anasema, walikuwa na desturi ya kukutana maeneo maalum waliopata kujichagulia kila kukicha, walipokuwa wakiimba nyimbo za kumsifu Kristo kana kwamba walikuwa wakimsifu Mungu, wakijitoa kikamilifu na kuachana na mambo yote machafu, wizi, udanganyifu, uzinzi, ujambazi, wala hawakuwahi kukana kuokolewa kwao. Nao kila waachanapo na kukutana tena hula pamoja kama ilivyokuwa desturi yao, nacho kilikuwa ni chakula cha kawaida sana na cha haki. Kwa Pliny anatuambia walichokuwa wakikiamini Wakristo wa mwanzo, kilichopelekea wao watengwe na ulimwengu ni swala la kuamini ya kwamba Kristo Yesu ambaye dunia ilimtambua kama mwanadamu kuwa yeye ni Mungu. Sikia, mwanahistoria mwingine anakwenda kwa jina la Lucian anasema, Wakristo walimwabudu mtu hata sasa aliyepata kuwa tofauti sana mwasisi wa ibada zao, ambaye kwa sababu hiyo alisulubiwa. Walifundishwa na mtoa sheria wao kuwa wao wote ni ndugu kuanzia pale walipobatizwa, nao walikana na kukataa miungu ya Kiyunani, nao walimtukuza na kumwabudu yeye aliyesulubiwa, nao kuenenda kwa sheria zake. Ndivyo ambavyo huyu mwanahistoria anatueleza ya kwamba sababu ya Kristo kuchukiwa katika kanisa la awali ilikuwa ni swala lao la kuamini na kutangaza ya kwamba yeye aliyesulubiwa msalabani alikuwa ni Mungu katika mwili. Flavius Josephus ni mwanahistoria mwingine ambaye anatushuhudia swala hili. Flavius Josephus anasema, katika enzi hizo alipata kuishi Kristo Yesu, mtu aliyejawa na hekima kama kweli anastahili kuitwa mtu, na kabila la hawa wanaoitwa Wakristo huchukua jina lake, nao hata sasa wapo. Wapendwa katika Bwana, umefika wakati wa Wakristo kuijua kweli na wawe na uhuru wa kuweza kuchagua upande upi wa shilingi wanaohitaji. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kwa mujibu wa historia, kwa mujibu wa wazee wa mwanzo wa kanisa, kwa mujibu wa mitume na manabii, Yesu Kristo alikuwa ni Mungu.
Kuto kuelewa kwako ni kwa namna gani uungu unaweza ukachangamana na ubinadamu kusikufanye wewe uwe na mashaka ya kwamba Mungu anaweza kuvaa mwili. Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32 tunasoma maneno yafuatayo: tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wapendwa, tumeandaa series hii, tumeandaa masomo haya kwa ajili ya kutatua hili tatizo, kwa ajili ya kuwaondolea watu mashaka kuhusiana na kile ambacho Wakristo wanakiamini. Endelea kufuatilia masomo haya, endelea kuchunguza kila kitu ambacho tunakileta kwenu, ili mwisho wa siku uwe na uhuru wa kuchagua ya kwamba utamfuata Kristo au utaachana naye. Mungu awabariki na kuwalinda mnapokwenda kutafakari somo hili na kujiandaa na somo linalofuata. Katika jina la Yesu nimeomba, amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.